siku hiyo Mungu alipomaliza kuumba kila kitu akaweka siku hiyo kama sherehe ya uumbaji. Hamjanielewa? Kumbe siku hiyo ni holiday ya uumbaji. Sasa Mungu akaweka sign kwa uumbaji wake, ikawa sign ya kuonyesha mimi ndio muumbaji. Sawa mwalimu? Kwa hivyo hawa ndio watuambie kwa nini waliharibu sabato, kisha Mungu akaivunja, akaikataa hii sabato kwa sababu mmeharibu, mmevunja. Ndio maana Mwenyezi Mungu akabadilisha wengine kuwa manyani na nguruwe. Na mwalimu alikuja akatoa hizo aya ya kwamba kuna siku maalum ya kufanya ibada. Hakuna, ni ufanye ibada kila siku hadi siku ya kuondoka katika ulimwengu huu. Imewapasa nyinyi kumwomba Mungu. Kufanya nini? Kumwomba Mungu. Kufanya nini? Kumwomba Mungu siku zote. Katika siku ya sabato hakika yake atauawa. Hakika yake atauawa. Mnasemaje? Kama si sheria inchi mimi ningewapiga mawe, maana kitabu kinaniruhusu. Mnasemaje? Mmebeba speaker, viti, mmelipa nauri, maji mmechemsha ya kunywa taratibu, na kazi zingine huko nyumbani ndani mmefanya. Ndogo ndogo. Si mmefanya kazi. Nataka kuniambia leo mjaosha vyombo, wamama mjatandika vitanda, ni kazi. Wacheni ujanja. Mnafaa tuwapige mawe. Sasa mwalimu wangu, ndio kumbe Bwana wa Ijumaa ndio hatujui. Waislamu wakuja tuambie Bwana wa Ijumaa ni nani? Kwa sababu tumesema Bwana wa Sabato ni Yesu. Bwana wa Jumapili ni Konstantino. Sawa? Kweli. Ukurasa wa 345 nasemaje? Siku zinakuja. Siku zinakuja, zilikuja au bado? Asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli. Ndio. Na nyumba ya Yuda. Safi. Si kwa mfano agano lile nilofanya na baba zao. Ndio. Katika siku ile niliposhika mkono. Safi. Ili kuwatoa katika nchi ya Misri. Ndio. Ambalo agano langu hilo walilivunja. Mungu anasema agano lake lilivunjwa. Itakuwa sabato, hata sabato wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu. Asema Bwana. Kwa hivyo wanadamu wote wataabudu nini? Siku ya sabato. Sasa mwalimu, huko mbinguni. Get the point. Take a step forward. Kitabu cha Mwanzo 2. Anza mstari wa 2 na wa 3. Biblia inasema hivi, kitabu ni cha Mwanzo 2 aya ya 2. Na siku ya saba. Tuanzia ya kwanza. Basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Ndio. Na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Ndio. Akastarehe siku ya saba. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Kweli. Mungu akaibarikia siku ya saba. Akafanya nini? Akaitakasa. Ndio. Kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe. Ndio. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoumba na kuifanya. Ndio. Asante mwalimu. Sasa mwalimu, kuna vitu kadhaa vimetajwa hapa. Ndio. Kwanza ni kwamba Mungu akamaliza kufanya kazi yake yote kwa siku 6. Ndio. Sasa siku 6 maumbile yote yakaisha. Lakini siku ya 7 Biblia inasema Mungu akastarehe, akaacha kuifanya kazi yake. Naam. Na katika siku hiyo kuna vitu viwili vinawekwa katika siku hiyo. Cha kwanza, siku hiyo ikabarikiwa. Cha pili mwalimu, siku hiyo ikatakaswa. Ndio. Neno utakaso inamaanisha kwamba kumbe siku hiyo imewekwa maalum kwa sababu fulani. Ndio nikisemekana mimi nimetakaswa, ina maana nimechaguliwa na Mungu nikuwe wa msaada kwa kazi fulani. Sasa kumbe siku hiyo mwalimu ikawekwa kando tofauti na zingine, siku hiyo ikatakaswa. Sawa mwalimu? Sasa kumbe siku hiyo basi ni nini Mungu alikuwa anataka watu wafanye? Kwanza imesemekana wapumzike. Nipe Kutoka 16 mwalimu, anza 16. Kutoka 16:16. Ndio. Biblia inasema hivi. Inasemaje? Kitabu ni cha Kutoka 16 kwa wale wanaoandika. Inasema neno hili ndilo aliloagiza Bwana. Alafu okoteni ninyi kitu hicho kila mtu kama ulaji wake ulivyo. Sasa mwalimu, walipokuwa jangwani kukawa na njaa. Ndipo Mungu akaleta chakula kinaitwa mana, chakula cha malaika. Yeye akasema okoteni ninyi. Endelea mtumishi. Endelea kusema kichwa ulaji wake ulivyo. Ndio. Kama hesabu ya watu wenu ilivyo. Ndivyo mtakavyotoa
kila mtu kwa ajili ya hao walioko hemani mwake. Ndio. Wana wa Israeli wakafanya hivyo, wakaokota wengine zaidi, wengine kupungua. Ndio. Nao walipopima kwa pishi, naye aliyekuwa ameokota kingi hakubakiwa na kitu, na yeye aliyekuwa ameokota kichache hakupungukia. Endelea. Wakaokota kila mtu kama ulaji wake ulivyokuwa. Sasa kila mtu akaokota kama ulaji wake ulivyokuwa. Musa akawaambia, mtu wao yote asikisaze hata asubuhi. Yani, sasa kumbe chakula hiki usiwache kilale, kisisazwe, kisibaki. Endelea mtumishi. Lakini hawakumsikiza Musa. Kwa nini? Wengine miongoni mwao wakakisaza hata asubuhi. Sasa wengine wakaacha kilale mpaka asubuhi. Nacho kikaingia mabuu. Sasa kikaoza na kutoa uvundo. Kikaingia nyende, kikaoza, kikatoa uvundo. Musa akawakasirikia sana. Akasema, basi wakaokota asubuhi baada ya asubuhi, kila mtu kama ulaji wake ulivyokuwa. Mstari wa 22. Basi ikawa siku ya sita wakaokota kile chakula sehemu maradufu. Unaona, kumbe siku ya sita kama ulikuwa na watu wa sita kwenye nyumba yako, unaokota double. Yaani unaokota ya leo na kesho. Double ndio inasema maradufu. Endelea mtumishi. Kila mtu pishi mbili. Ndio. Na wazee wote wa mkutano wakaenda kumwambia Musa. Akawaambia, ndile neno alilonena Bwana, kesho ni starehe takatifu, sabato takatifu kwa Bwana. Ndio. Okeni mtakachooka, okeni mtakachooka, tokoseni mtakachotokosa, alafu na hicho kitakachosalia jiwekeni kilindo hata asubuhi. Ndio. Basi wakakiweka hata asubuhi. Ndio. Kama Musa alivyowaagiza, nacho hakikutoa uvundo wala kuingia mabuu. Sikizeni wapendwa, kumbe siku hizi zingine zote walikuwa wakioka, wakienda na hicho chakula nyumbani, ukiacha kilale kinaoza. Lakini siku ya sita ulikuwa unachukua twice as much na kikilala hakiozi. Kumbe siku ya sita ilikuwa na miracle. Na siku ya saba hakikuanguka. Na kuna wengine wakaenda kutafuta wakakuta hakuna. Kumaanisha Mungu alikuwa na sababu ya kuileta siku hiyo ikuwe ya starehe wala isiwe ya kufanya chochote. Ndio maana hakikupatikana siku ya saba. Sawa mwalimu? Siku hiyo ikaitwa nini? Nipe kitabu, enda 20 mstari wa 8 wa 9 wa 10 wa 11. Kitabu ni cha Kutoka. Ndio. Hii inasema hivi, ikumbuke siku ya sabato itakase. Ndio. Siku sita fanya kazi utende mambo yako yote. Lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Ngoja, ati ni sabato ya nani mwalimu? Ya Bwana Mungu wako. Si ya nani? Si ya Wakisii. Ni sabato ya Bwana Mungu wako. Endelea. Wala Wayahudi. Inaendelea kusema hivyo. Kumbuke, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Ndio. Siku hiyo usifanye kazi yoyote. Usifanye kazi yoyote. Wewe wala mwana wako. Ndio. Wala binti yako. Ndio. Wala mtumwa wako. Wala mjakazi wako. Wala mnyama wako wa kufuga. Ndio. Wala mgeni aliyo ndani ya yako. Kwa nini? Maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo. Ndio. Akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya sabato. Akafanya nini? Akaitakasa. Haleluya. Amina. Kumbe tumejua mwalimu. Kumbe hiyo siku ikaitwa ya sabato. Ikapewa jina mwalimu. Ndio. Na kumbe siku hiyo Mungu alipomaliza kuumba kila kitu akaweka siku hiyo kama sherehe ya uumbaji. Hamjanielewa? Kumbe siku hiyo ni holiday ya uumbaji. Sasa Mungu akaweka sign kwa uumbaji wake, ikawa sign ya kuonyesha mimi ndio muumbaji. Sawa mwalimu? Hiyo siku watu wanafanya nini? Twende Leviticus 23 verse 3. Biblia inasema hivi, kitabu cha Mambo ya Walawi 23:3. Hiyo siku ni ya kazi gani? Biblia inasema, nipe habari. Mtafanya kazi siku sita. Na mtafanya kazi siku sita. Lakini siku ya saba ni sabato ya kustarehe kabisa. Ndio. Kusanyiko nini? Takatifu. Sasa kumbe siku hiyo ni nini? Ni kusanyiko takatifu. Kumbe siku hiyo watu wanakutana, wanakusanyika mwalimu. Ndio. Ni kusanyiko takatifu. Siku hiyo ya mwisho wa juma ni siku ya kukusanyika na kustarehe kabisa, hakuna kazi kufanya. Ni kusanyiko takatifu, siku ambayo tunaacha kila kitu, tunamrudia Mwenyezi Mungu. Lakini kuna watu walikosea mwalimu, na Mungu ni kama hakufurahia akasema kitu. Nipe kitabu cha Isaya 58:13. Anasemaje mwalimu? Kitabu ni cha Isaya 58, anza 12.
58:12. Inasemaje? Biblia inasema hivi, kitabu ni cha Isaya 58:12. Biblia inasema ndio, na watu wako watapanga watapajenga mahali palipokuwa ukiwa. Utainua misingi ya vizazi vingi. Sasa kumbe watu hao inasemekana ndio watajenga the worst places. Sawa mwalimu? Ndio. Yaani ile bridge ambayo ilivunjwa wao ndio wataiunganisha tena. Endelea. Nao utaitwa mwenye kutengeneza mahali palipobomoka. Ndio. Tengeneza njia za kukalia. Sasa mwalimu, tujiulize, ni nini hii ambayo ilikuwa imebomoka? Ndio. Ni mahali gani hapa ambapo palikuwa pamebomoka? 13 nasema, ndio, kama ukigeuza mguu wako usihalifu sabato. Ndio. Usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu. Ukiita sabato siku ya furaha. Ndio. Na siku takatifu ya Bwana yenye heshima. Sasa kumbe kilichokuwa kimevunjwa mwalimu ni sabato. Sasa kumbe watu walikuwa wapatikane wakurudisha kutii huku kwa sabato. Yaani nimeona mtoto pale na lori inakuja, damu yangu ikakataa. Asante. Kumbe tumeona kwamba Mungu alikuwa anasema kuna watu ambao watakuja kutengeneza mambo haya, kurudisha tena utakatifu wa sabato. Ndio maana yake mwalimu. Sasa hii sabato kati ya Mungu na wanadamu ni nini mwalimu? Ezekieli 20:12. Dakika 6. Ezekieli 20. Asante. Ezekieli 20:10 na haya. Sawa bro. Sawa bro, uko sawa. Uko sawa wewe, hata ukigongwa hakuna kitu. Wewe nenda. Pole bana. Wewe pole bana. Kwani hujui jokes? Wewe nenda. Pole. Wewe toka hapa pia. Unajua akiona sasa muongee. Unajua unaagi na wakisi wewe. Haya. Shauri yako utasindikizwa hapa. Haya, tuendelee mwalimu. Tuendelee. Haya. Ni mizabibu. Endelea mwalimu. 20:12. Biblia inasema hivi. Ndio. Tena naliwapa sabato zangu. Ziwe ishara kati ya mimi na wao. Ziwe ishara kati ya mimi na wao. Mwalimu, nataka tuelewe neno hili ishara inamaanisha nini? Warumi 4:11. Neno hili ishara linamaanisha nini? Warumi 4:11. Biblia inasema hivi. Inasema kitabu cha Warumi 4:11, naye alipokea dalili hii ya kutahiriwa. Mwalimu, kwa kizungu ni sign, sawa? Ndio. Alipokea this sign ya kutahiriwa. Ndio. Muhuri. Muhuri. Kumbe dalili ni nini mwalimu? Ni muhuri. Kumbe sign ni nini? Muhuri. Asante. Turudi. Sasa imeonyesha kumbe alituwapa sabato ziwe nini? Muhuri kati yake na nini? Na watu wake. Sasa muhuri ambaye kuonyesha hawa ni watu wa Mungu ni nini mwalimu? Ni sabato. Nafikiri hiyo tumeelewa mwalimu. Ndio. Sasa hebu tuone, je, Yesu alipokuja aligeuza? Kitabu cha Luka 4:16. Akaenda Nazareti. Hapo alipolelewa. Ndio. Na siku ya sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kumbe kuingia kwake katika sinagogi siku ya sabato ilikuwa desturi yake. Ndio. Sawa mwalimu. Sunna. Endelea. Akasimama ili asome. Asante mwalimu. Tumejua kumbe ilikuwa desturi ya Yesu kwenda kuabudu siku ya sabato. Sawa mwalimu? Ndio. Sasa hapo tumeona mwalimu kwamba Yesu basi hakubadilisha. Ndio. Hebu tuone wanafunzi kama walibadilisha. Na wanafunzi ambao mwanafunzi ulaumiwa sana mwalimu ni Paulo. Sasa nipe Matendo ya Mitume 13:42 mpaka 44. Inasema hivi. 42, kitabu cha 13:42. Matendo. Ndio. Na walipokuwa wakitoka wakawasihi waambie maneno hayo sabato ya pili. Ndio. Sinagogi ilipofumukana, Wayahudi na waongofu wataua wengi wakakamana na Paulo na Barnaba, ambao wakisema nao wakawatia moyo kudumu katika neema ya Mungu. Hata sabato ya pili watu wengi wakafanya nini? Karibu mji wote ndio wakakusanyika walisikie neno la Mungu. Sasa mwalimu, tumeona wazi kumbe wanafunzi wa Yesu hawakubadilisha. Sawa mwalimu? Nakumbuka kitabu hiki cha Matendo kinaandikwa zaidi ya miaka 25 baada ya Yesu kwenda mbinguni. Kama ingekuwa imebadilika ingeandikwa kabisa. 17 mstari wa 2 wa 3 hapo. Inasema hivi, kitabu ni cha Matendo ya Mitume 17 mstari wa 2 na wa 3. Inasema na Paulo kama ilivyokuwa desturi yake
Akaingia mule walimo wakahojiana nao kwa maneno ya maandiko Sabato 3. Sasa kumbe hata Paulo mwalimu hakubadilisha neno. Over 25 years later Paulo bado alikuwa anatii Sabato. Na Biblia inasema kama ilivyokuwa desturi yake. Kumaanisha alichukua mfano kwa nani? Kwa Yesu. Sawa mwalimu? Hebu tuone Qur'ani inasema nini mwalimu? Hatuwezi acha bila. Je, Mungu akitoa amri mwalimu lazima tuitii ama ni jokes? 4:47 Qur'ani. Suratul Nisa. Inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Endelea. Bismillahir rahmanir rahim. Ndio. Enyi mliopewa kitabu. Enyi mliopewa kitabu. Aminini tuliowateremshia yanayosadikisha yale yaliyo nanyi kabla hatujageuza nyuso. Kumbe waamini yale waliotangulia bure watageuzwa nini? Nyuso tukazipeleka kisogoni. Kaangalie nyuma, endelea. Au kabla ya kuwalaani kama tulivyowalaani watu walioharibu utukufu wa Jumamosi. Na amri ya Mwenyezi Mungu haiwezi fanya nini? Ni lazima kufanywa. Kumbe amri ya Mwenyezi Mungu ni lazima kufanywa. Wale walioasi amri ya Jumamosi wakalaaniwa sana. Sawa mwalimu? Hebu tuone na mtu akikosea hii amri ya Jumamosi ni nini kinamfanyikia? 2:65 kitabu cha Qur'ani. Inasema hivi 2:65. Na kwa yakini umekwisha kujua habari za wale walioasi miongoni mwenu katika amri ya kuiheshimu Jumamosi. Basi tukawaambia kuweni manyani madhalilifu. Kumbe ati wakuwe nini? Manyani wadhalilifu. Kwa sababu gani mwalimu? Wanaharibu utukufu wa Jumamosi. Kumbe kunaweza kuwa hizi nyani ni kina nani? Ni makazi, ni watu wanapinga Jumamosi. Sasa kumbe ndio tumejua. Kumbe inawezekana kumbe watu walioasi Jumamosi walifanywa manyani. Dakika ngapi imebaki mwalimu? Dakika moja. Dakika moja. Haya 5 mwalimu Mathayo. 5 Mathayo 17. 5:17 kitabu ni suratul Mathayo. Inasema. Inasemaje? Msidhani ya kuwa nalikuja kutangua Torati au manabii. Bali si kuja kutangua Torati au manabii. Bali kutimiliza. Kwa maana amin nawaambia. Achi hapo mwalimu. Kumbe Yesu amesema hakuja kubadilisha sheria. Kumaanisha kila kitu kilicho katika sheria mwalimu hakiwezi ondoka. Na katika sheria kuna Sabato. Sasa ndio tumeelewa kwamba hakuna kitu kilibadilishwa. Sabato ipo, na ukiangalia kama kuna mbingu na nchi basi Sabato bado iko. Asante, Mungu awabariki. Haya, asante sana mwalimu kwa dakika 14 sekunde 43. Tunashukuru sehemu ya kwanza. Tunakaribisha mwalimu wa Kiislamu asimamishe baada kwa dakika 15. Alafu baadaye tutaingia sehemu ya pili, lakini tupo sehemu ya kwanza. Baada leo ni siku sahihi ya ibada kulingana na vitabu vyake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo nakaribisha mwalimu Suleiman pamoja na Yusufu yule ambaye atasimamisha mada ili tuweze kuendelea. Hapa mpendwa, kazi yako kubwa wewe unasikiliza. Unaandika aya za Qur'an na vile vile unaandika mafungu yale ya Biblia, alafu baadaye wewe unaweka uamuzi. Unajua gani ndio mbivu na gani ndio mbichi. Karibu sana mwalimu Suleiman Bakwata, mzee mwalimu mkubwa. One, two. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu,
Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi na vilivyomo katika sehemu hizo zinazoonekana na zile ambazo hazionekani. Mwenyezi Mungu ambaye ni tangu na tangu, hafi hudumu milele, yeye ambaye ni uwezo unaweza usiowezwa na chochote kilichowezeshwa. Mwenyekiti, ndio naingia kwenye mada rasmi. Bofya hicho kidude. Mwalimu aliyotangulia ametoka kuipembeleza ili ipatikane siku ya Sabato. Akaanza na aya 16 Kutoka. 16 kitabu ni cha Kutoka. Ameanza na hiyo aya. Najua alikuwa anakubembeleza usije na spidi. Siji na spidi, ni jirani yangu huyu. Yani mnaita ujirani kwa mkutano. Simkorofishi sana. Piga hiyo kwanza. Inasema. Neno hilo, neno hili ndilo aliagiza Bwana. Ndio. Okoteni nyinyi kitu hicho kila mtu kama ulaji wake. Ndio. Ulivyo. Kishwa pishi kama hesabu ya watu wenu. Ndio. Ulivyo. Hivyo mtakavyotoa kila mtu kwa ajili ya hao walioko hemani mwake. Bila hata kuimaliza dingi, akasema ya kwamba siku zingine wana wa Israeli walikuwa wamepewa chakula hichi, wakaambiwa kwamba wasibakishe, na wale waliokuwa wanabakisha kilikuwa kinaharibika. Lakini siku ya 6 waliokuwa wanaokota hakikuwa kinaharibika mpaka siku ya Sabato. Lakini akakosa kutuambia hii siku ya maandalizi ilikuwa ni siku gani? Ni Jumatatu, ni Jumanne, ni Jumatano, ni siku gani ilikuwa? Hapo ndipo amechelewa kutuambia ni siku gani. Alafu tena akatoa 5:12. Nizungumzie hizi ya mbili kwanza ndio niingie kwenye mada rasmi. 5:12. Kumbukumbu la Taurati. Kumbukumbu la Taurati. Ndiyo baba. Kumbe. Nilikuwa namuona anaenda vizuri lakini kakorofisha mwisho. Akaipamba ujirani yangu na yeye. Qur'ani. Akaharibu. Qur'ani ulisoma. Huko kwa Qur'ani sinakuja, wewe sikonde. Anakuuliza hiyo 5 alisoma saa ngapi? Usikonde. Piga hiyo. 5:12. Inasema. Ndio. Ishike siku ya Sabato. Ndio. Uitakase kama Bwana Mungu wako. Ndio. Alivyokuamuru. Siendelea. Siku 6 fanya kazi. Ndio. Utende mambo yako yote. Ndio. Lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Endelea. Siku hiyo usifanye kazi yoyote. Ndio. Wewe. Ndio. Wala mwanao. Endelea. Wala binti yako. Wala mtumwa wako. Wala mjakazi wako. Wala ng'ombe wako. Ndio. Wala punda wako. Ndio. Wala mnyama wako yeyote. Ndio. Wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Ndio. Ili mtumwa wako na mjakazi wako ndio wapumzike vile vile kama wewe. Sasa katika andiko hili la kusema kwamba waliokuwa wamepewa Sabato, amelitoa vizuri ya kwamba kunao walikuwa wamepewa siku ya Sabato, lakini sio nyinyi wa Kenya. Alafu tena jambo lingine la kuharibu zaidi, tukizungumzia habari za Sabato, wewe ukiwa Mluhya au Mkisii au Mkamba au Mkikuyu, Sabato inakuhusu na nini? Wewe gusa mlima, Sabato achana nayo. Wewe kama ni mgusi, ni mlima ulikuwa unataka kugusa, wewe gusa tu. Lakini Sabato waachie wahusika. Kama wewe ni Mkisii, na ndio wengi hapa. Alafu tena kuna Wajaluo wachache. Sasa ndio tubaki tukiongea na wao. Lakini wewe ukiwa ni Mkisii au Mluhya, Sabato haikuhusu. Sabato haikuhusu kwa sababu gani? 763 Qur'an. 763. Alafu tena mwenyekiti Kibaki 7, uniambie. Zikibaki dakika 7, uniambie. Sabato haiwahusu. Sabato haiwahusu. Kwa sababu ya sisi tukae huku Kenya
tule ndizi zetu salama taratibu tu bila matatizo. Kwa sababu ya hiyo. Na wengine getheri, lakini sasa habari za Sabato tuache jamani, tuachie wenyewe wahusika. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Inasemaje? Na waulizeni habari za mji. Ndio. Ambao ulikuwa kando ya bahari. Ndio. Watu wa mji huo, shuka chini, walikuwa wakiivunja sheria ya Jumamosi. Endelea. Ambayo waliambiwa wasifanye kazi katika siku hiyo. Wafanye ibada tu. Ndio. Na kazi yao. Kazi yao ilikuwa ni uvuvi. Ndio. Samaki wao walipowajia juu siku ya Jumamosi. Ndio. Zao na siku iliyo sio kuwa Jumamosi. Ndio. Hawakuwa wakiwajia hivyo. Ndio. Basi namna hivyo tuliwatia mtihani. Tulia baba. Samahani, naomba niulize, Wajaluo ni wangapi hapa? Usione haya. Usione haya. Ibrahimu yuko hapo. Kuna swali zuri tu. Hakuna Mjaluo mwingine yuko hapa? Wa pili mwingine? Sasa mbona mnaogopa kujitaja au mnaogopa? Watatu? Kuna hoja. Kuna mwingine? Kwa hivyo sasa wengine kuzungumzia habari za Sabato hata wanafaa kwenda nyumbani. Tubaki na hawa watatu, kwa sababu hawa ndio wanaojua habari za samaki, na wale waliovunja Sabato walikuwa ni watu wa samaki. Kwa hivyo tubaki na watu wa Lakeside. Wavuvi. Wewe kama sio mvuvi, achana na Sabato, haikuhusu. Sasa hawa watatu ndio tuambie kwa nini walivunja Sabato. Na ukitaka kujua kwamba Wajaluo ni Waisraeli wa huko, waangalie mpaka silaha zao. Daudi alikuwa anatumia mawe, Wajaluo nao silaha yao kubwa ni mawe. Kwa hivyo hawa ndio watuambie kwa nini waliharibu Sabato. Kisha Mungu akaivunja, akaikataa hii Sabato kwa sababu mmeharibu, mmevunja. Ndio maana Mwenyezi Mungu akabadilisha wengine kuwa manyani na nguruwe, na mwalimu alikuja akatoa hizo aya 4:47. 4:47. Sasa kama walibadilisha wengine kuwa manyani na nguruwe, hao nyinyi mlitoka wapi? Alafu tena akasherehesha akasema, na akasherehesha vizuri, manyani ni wale wanapinga Sabato. Ndio. Ina maana ukisema unapinga wewe ni nyani. Wewe ni nyani. Sio hawa wavuvi. Enyi mliopewa kitabu. Aminini tuliyoyateremsha. Ndio. Yanayosadikisha yale yaliyokuwa nanyi. Ndio. Kabla hatujazigeuza nyuso. Ndio. Tukazielekeza. Tukazipeleka kisogoni. Na kabla ya kuwalani. Kama tulivyowalani watu. Ndio. Walioharibu tukufu. Ndio. Wa Jumamosi. Endelea. Na amri ya Mwenyezi Mungu. Ni lazima kufanywa. 2:65. Hapo akasema, akaenda kujitetea hapo kidogo. Akagusagusa hapo. Nyinyi kama mna haja ya kugusa mlima, guseni mlima bila kutaja mambo ya Sabato, hizi acheni. Waacha kabisa. Dakika 7. Ubarikiwe sana mwenyekiti. Na kwa yakini. Sasa ndio nitaingia kwenye madango. Na kwa yakini mmekwisha kujua habari za wale walioasi miongoni mwenu. Ndio. Katika amri ya kuheshimu Jumamosi. Sasa nyinyi ndio kama ndio mnadai ya kwamba mliokuwa mmepewa amri hiyo, nyinyi ndio mliokataa. Mkawa mnafanya kazi. Na ndio maana hadi leo mmevunja Sabato, mkaleta speaker hapa. Nyinyi mnataka kupigwa mawe. Nani alileta hii hapa? Au ililala hapa? Aya mawe iko. Na hilo turubai. Tena uzuri na hizo chuma ziko hapo. Sasa nyinyi mnafaa kupigwa mawe kwa sababu mnampinga Yesu, mnampinga Mungu. Lakini sisi Waislamu hatukupewa Sabato kwa sababu Yesu alituambia hiyo siku hakuna kazi ya kupumzika. Mungu anafanya kazi hiyo kila siku na Yesu anafanya kazi kila siku. 5:17 Yohana. 5:17 kitabu ni cha Yohana. Kwa hiyo sisi Waislamu kila siku, ndio maana utawasikia msikitini, utatusikia msikitini kila siku. Ndio maana hata leo tayari tumesha swali mara 3, tumebakisha mara zingine 2. Sisi hatuna siku ya ibada kila siku. Kwa sababu tunamwabudu mwenye siku, sio siku. Hii ndio tofauti kati ya sisi
na nyie. Twende 5:17. Inasemaje Yohana? Inasema wajibu, ndio Baba yangu anatenda kazi hata sasa. Anzia 16. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamuudhi Yesu. Kwa nini? Na kuna wengine hapa weusi, Wayahudi weusi. Wewe Wayahudi weusi hapa. Usisahau hiyo. Ndio tuambie vizuri. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamuudhi Yesu. Wayahudi wakamuudhi Yesu kwa kuwa alitenda hayo. Alitenda hayo. Ndio. Siku ya Sabato. Shuka chini. Akawajibu Yesu akasemaje? Baba yangu anatenda kazi hata sasa. Ndio. Nami natenda kazi. Sasa mwalimu aliyekuja akasema Mungu amepumzika siku hiyo. Yesu anatuambia hapana. Mungu hajapumzika. Mungu hapumziki. Na ndio maana Mwenyezi Mungu akatupa siku, kila siku iwe ni siku ya ibada, na tukimaliza hata hiyo siku ya Ijumaa tunaenda shughuli zetu. 24, 36, 38 kitabu cha Qur'an. 24 38. 36 38. Sura An-Nur. Inasema hivi. Niipate kwanza. Hivi nyinyi ndugu zetu, mnadhani ya kwamba kama kweli hiyo siku ingekuwa ndiyo yenyewe tungewachieni? 24 30. Tungekuwa tunabanana na nyie humo ndani. Siku moja tu kwa juma. Inasemaje? 24 38. Ili Mwenyezi Mungu awalipe. 26 36. 26 36. Aya. 20 na 4 36. 24 36. Anasemaje? Inasema hivi. Waonekane kwa kusali nini? Nyakati 5 katika nyumba ambazo Mwenyezi Mungu ameamrisha zitukuzwe. Kwa hivyo sisi Waislamu tumeamrishwa kufanya ibada kila siku mara 5 kwa siku. Sasa Mwenyezi Mungu baada ya Sabato, nyinyi SDA, nyinyi ndio mliharibu Sabato. Mungu akaivunja. Baada ya kuvunja 31 Yeremia. Inasema Mungu akabadilisha fikira zake. Ni kwamba kuna siku maalum ya kufanya ibada hakuna. Ni ufanya ibada kila siku hadi siku ya kuondoka katika ulimwengu huu. Huyu Mungu wa ajabu huyu. Siku moja tu jamani. Yaani anakubaliana na wale viumbe wake. Inasema hivi. Inasemaje? Angalia siku zinakuja. Asema Bwana. Shuka chini. Nitakapofanya agano jipya. Mungu anasema nitafanya agano jipya. Agano jipya. Na nyumba ya Israeli. Ndio. Na nyumba ya Yuda. Si kwa mfano wa agano lile nililofanya na baba zao. Ndio. Katika siku ile nilipowashika mkono. Hebu tulia kwanza baba. Kwa nini Mwenyezi Mungu akasema kwamba ataweka agano jipya? Sio kama lile aliweka na baba zao wakiwa jangwani. Kwa sababu hii 7:18 Waebrania. Dakika 2. Ubarikiwe sana. 7:18 Waebrania. Inasemaje? Kwa sababu hiyo. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema ataweka agano jipya. Na ndio maana utakuta ya kwamba Yesu pamoja na kwamba alisema hakuja kutangua amri za Musa, lakini kwenye amri ametaja 6. Inasema alipeleka wapi amri 4? Ya Sabato ikiwepo pamoja. Ni lazima mambo mengine mjiulize, kwa nini Yesu wakati alipokuwa anamwambia yule mtu unaheshimu wazazi wako na kadha na kadha, alimtajia amri 6. Hizi 4 alipeleka wapi? Ndio ndizo Yesu alikuwa ni mwingi sana wa kuziharibu. Maana kuna kupatiliwa kwa ile amri iliyotangulia. Kwa sababu gani? Ya udhaifu wake. Ndio. Na kutofaa kwake. Sasa Mwenyezi Mungu umetunaambia kwamba kuna kubatiliwa kwa ile amri iliyotangulia, na ndio maana Mungu akaweka amri jipya kwa wana wa Israeli. Sio kama ile ambayo alikuwa ameweka kule. 1:13 Isaya. 1:13 kitabu ni cha Isaya. Inasomaje? Wacha niipate kwa wepesi. 1:13 au 2:11 Hosea.
Inasema hivi. Ndio. Anakuchunguza mwenyekiti. Msilete tena matoleo ya ubatili. Uvumba ni chukizo kwangu. Mwezi mpya na Sabato. Kuita makutano. Ndio. Siyawezi maovu hayo. Sasa Mungu anasema Sabato hataki habari zake. Ndio. Na makutano ya ibada imeishia hapa. Kwa hivyo Mungu anasema haya makutano ya ibada, mwandamo wa mwezi, Sabato hataki maovu hayo. Kwa hivyo Mungu anasema ya kwamba Sabato ni maovu. Nyinyi mnasemaje? Msiniangalie vibaya jamani. Nyinyi mnasemaje kuhusiana na jambo hilo? Muda huo. Ubarikiwe sana mwenyekiti. Haya, dakika 15, sekunde 15. Tunashukuru sana Mwalimu Suleiman. Ameweza dakika hizo 15. Tunakaribisha kwa dakika 10 upande wa sehemu ya pili. Tutaenda dakika 10. Tunakaribisha mwalimu wa Kikristo. Wewe kazi yako pale ni kusikiliza. Unasikia, alafu unaweka maamuzi yako. Unaandika hizo aya, alafu unasikia inakuwa namna gani. Tunakaribisha mwalimu Stanley aweze kuramba maiki kwa dakika 10. 1 2. Wakristo, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Waislamu, ile kitu mimi nilikuwa natarajia kwa mwalimu Suleiman, kwa sababu leo tunaangalia ni siku gani sahihi ya kufanya ibada. Sasa mimi nilikuwa natarajia kuja tuambie Waislamu siku yao ya kufanya ibada ni gani? Nyinyi mmesikia akisema? Hakuna. Amesema? Hapana. Kazi yake ilikuwa ni Sabato. Kwa hivyo ni msabato mlango wa nyuma. Yaani mwalimu ameikubali kabisa, ni vile hajabatizwa. Yeye ni msabato mlango wa nini? Ni ya nyuma. Wa nyuma. Wacha nimrekebishe ili aweze kuingia kwa Sabato. Hebu nisomee katika Kutoka 16:16 nimweke sawa. Kutoka 16:16 nimweke sawa. 16:16. Hapo ndipo alianza. Inasema mwalimu. 16:16. Neno hili ndilo aliloagiza Bwana. Akasema nini? Okoteni nyinyi kitu hicho, kila mtu kama ulaji wako ulivyo, kichwa pishi kama hesabu ya watu wenyu ilivyo, ndivyo mtakavyotoa kila mtu kwa ajili yao walioko hemani mwake. Wana wa Israeli wakafanya hivyo, wakaokota wengine zaidi na wengine kupungua. Nao walipoipima kwa pishi yenye iliyekuwa wameokota kingi ikabakiwa na kitu, na yenye alikuwa ameokota kichache kikapungukiwa. Wakaokota kila mtu kama ulaji wake ulivyokuwa. Musa akawaambia nini? Mtu awaye yote mtu awaye yote asisikaze hata hesabu. Lakini hawakumsikia Musa. Wengine miongoni mwao wakakisaza hata asubuhi. Nacho kikaingia mabuu na kuota uvundo. Lakini hawakumsikia Musa. Wengine nao miongoni mwao wakakisaza hata asubuhi. Nacho kikang'aa mabuu na kutoa uvundo. Musa akawakasirikia sana. Nisomee 28. 28. Inasema Bwana akamwambia Musa. Akamwambia nini? Bwana akamwambia Musa. Mtakataa. Bwana akamwambia Musa, mtakataa kuyashika maagizo yangu na sheria zangu hata lini? Soma 26. 26. Inasema siku ya sita mtaokota, lakini siku ya saba. Lakini nini? Siku ya saba. Lakini nini? Siku ya saba. Simamia hapo. Akauliza, naam, siku ya sita ni gani? Naam.
Sasa anataka kujua siku ya sita ni gani. Sasa mwalimu. Naam. Hebu nipe Luka 23 mstari wake 54. Kabisa. Luka. Luka 23:54. Twende. Biblia Mwenyezi Mungu inasema na siku ile ilikuwa siku ya maandalio. Maandalio ya nini? Yana Sabato. Ilikuwa inakaribia. Kwa hivyo siku ya maandalio ile walikuwa naambiwa wachukue mara mbili. Ilikuwa ni siku gani? Friday. Ni Friday. No. Sawa. Mwalimu acha tusome nzuri. Kabisa nipe hiyo good news sasa. Inasema 23:54. Tujue siku ya maandalio ni gani? Inasema hivi mwalimu. Inasema 54. And it was Friday. It was when? Friday. It was when? Friday. Kwa hivyo siku ya maandalio ni gani? Friday. After maandalio tunaingia nini? Saturday. Tunaingia nini? Saturday. Saturday inaitwaje? Sabato. Sabato. Sasa mwalimu. Naam. Ni yeye alikuwa ameuliza hiyo siku ilikuwa gani? Ilikuwa ni Friday. Sasa mwalimu. Naam. Na iliyokuwa inafuata ni nini? Ni Sabato. Ni Sabato. Sasa mwalimu. Naam. Akatoa Kumbukumbu la Torati. Naam. 5:12. Kumbukumbu. 5:12. Biblia Mwenyezi Mungu inasema mwalimu. Inasema nini? Katika 5:12. Ishike siku ya Sabato. Ishike siku ya Sabato. Sasa mwalimu. Ishike. Naam. Siku ya Sabato. Akasema Sabato ilikuwa ya kina nani? Ati ya Wayahudi. Ni ya Wayahudi. Sasa mwalimu. Ni kwa nini Wayahudi walikuwa wanafanya nini? Ati uvuvi. Hapana. Ati Sabato ilikuwa imepewa nani? Wayahudi. Naam. Sasa sisi wa Kenya hakuna mahali tunahusika na nini? Na Sabato. Na Sabato. Hebu tumuulize kama tunahusika na Sabato. Sasa mwalimu. Naam. Waefeso 2:13. Anzia 12. Waefeso. Dakika 5. Sasa mwalimu. Waefeso 2. Anzia 12:13. Tumwambie kama sisi tunahusika na Sabato. 12 inasema. Inasema nini? Kwamba zamani zile mlikuwa amna Kristo. Tulikuwa hatuna Kristo. Mmefarakana na jamii ya Israeli. Tulikuwa tumefanya nini? Mmefarakana na nini? Na jamii ya Israeli. Twende. Wageni wasio wa maagano ya ahadi ile. Kwa hivyo sisi hatukuwa na maagano ya ahadi ile. Mlikuwa hamna tumaini. Tulikuwa hatuna tumaini. Hatuna Mungu duniani. Lakini sasa katika Kristo Yesu. Inamaliza ikisema hivi mwalimu. Inasema nini? Nyinyi mliokuwa mbali hapo mwanzo. Tuliokuwa mbali hapo mwanzo. Mmekuwa karibu katika nini? Damu yake. Tulikuwa Kristo. Sasa mwalimu, ambao hatukuwa tumepewa Sabato tumepewa kupitia kwa nani? Kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Akasema sijui tunafanya kazi tunabeba maspika. Naam. Nipe Mathayo 12:12. Tumwambie kwa nini tunabeba maspika. 12:12. Tumwambie kwa nini tunabeba spika tunakuja nazo hapa. Inasema mwalimu. Inasema nini? Je, mtu ni bora kuliko kondoo mara ngapi? Basi ni halali kutenda mema siku ya Sabato. Kwa hivyo kutenda mema siku ya Sabato ni kufanya nini? Ni halali. Inakubalika. Kubeba spika kuja kumhubiria inafanya nini? Ni halali. Inakubalika. Sasa mwalimu. Naam. Nataka kukimbia sana. Akatoa Qur'ani. Naam. 24:26. Wacha tumweke sawa. Yaani kitabu ni chake lakini hajui kuikisoma. Akijui bwana. Qur'ani ngapi mwalimu? 24:36. Nimefika pale 24. Kibia. Niko pale mwalimu. Twende. 30 ngapi? 24:36. Inasema baada udhu billahi minashaitani rajim. Twende. Inasema waonekanie kwa kuasi nyakati 5. Waonekanie kwa kusali nyakati 5 katika nyumba ambazo Mwenyezi Mungu ameharamisha zitukuzwe. Simamia hapo. Wao wameambiwa waende msikitini mara ngapi? Mara 5. Mara ngapi? Mara 5. Na sisi Wakristo tunaambiwaje? Luka 18:1. Twende. Wao wanaenda mara 5 na sisi tunaambiwa nini? 18:1.
Luka. Wao wanaigia mara 5 kwa siku, na sisi tunaambiwa nini? 15. 18 moja. Inasema akawaambia mfano ya kwamba imewapasa nyinyi kumwomba Mungu. Kufanya nini? Kumwomba Mungu. Kufanya nini? Kumwomba Mungu siku zote. Yaani imekauka. Sio kila Sabato ama mara 5, siku zote. Sasa mwalimu. Naam. Mwalimu. Naam. Hebu tujue. Naam. Watu siku ya Sabato wanafaa kwenda wapi? Chukua kitabu Mambo ya Walawi 23. Kuna kitu nataka kusema hapo. Mambo ya Walawi 23 anzia aya ya 2. 23:2. Inasema hivi mwalimu. Inasema nini? Mambo ni ya Walawi. Inasema twende. Nena na wana wa Israeli. Kuambia nini? Na kuambia sikukuu za Bwana ambazo sikukuu za Bwana ambazo mtazipigia mbio. Mambo ya Walawi 23:2. Soma 3. Inasema mtafanya kazi siku 6. Mtafanya kazi siku 6. Lakini siku ya 7 ni Sabato ya kustarehe kabisa. Kusanyiko takatifu. Kwa hivyo siku ya Sabato ni ya kufanya nini? Ya kukusanyika. Sasa mwalimu, watu wanapokusanyika wanafanya nini? Mwalimu, si kukusanyika peke yake. Kabisa. Sasa mwalimu, Marko 1:21. Marko 1:21. Marko 1:21. Siku ya Sabato wanafanya nini? 1:21 Marko. Twende. Inasema mwalimu. Inasema nini? 21. Inasema 1:21. Wakashika njia mpaka Kapernaumu. Mara siku ya Sabato. Wakaingia katika sinagogi. Akafundisha. Akafanya nini? Akafundisha. Kwa hiyo watu wakikusanyika wanafanya nini? Wanafundisha. Sawa. Wanasoma maandiko siku ya Mwenyezi Mungu. Sasa mwalimu. Haya mwalimu, tunashukuru mwalimu Stanley kwa dakika 10. Ametumia muda wake vizuri. Tunaingia sehemu ya pili. Wewe pale unasikiliza alafu unaweka maamuzi ya busara. Unasikia gani anasema nini? Kwa hivyo tunakaribisha mwalimu Yusufu. Mtu anaama na pikipiki. Haya, tunakaribisha kwa sehemu ya pili kwa dakika 10. Ili tutakapomaliza tuingia katika kipindi cha maswali. Karibu mwalimu kwa dakika 10. 1 2. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ama ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu azza wa jalla, Mwenyezi Mungu ambaye hazai wala hazaliwi, ni muumbaji asiyeumbwa, ni muweza asiyewezwa, ni mfishaji asiyefishwa, yupo ni mkubwa na haonekani. Tukimtakia rehema na amani mtukufu wa daraja, mbora wa viumbe, kiongozi wa umma, naye si mwingine ni Habibul Mustafa Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu kiimani, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na ndugu zetu kibinadamu, maana ni ndugu zetu, jirani zetu, rafiki zetu, amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Ni jambo la kusikitisha. Nilimsikiliza yule mwalimu aliyechukua muda wa dakika 15. Nikaona ameenda pembeni kidogo, akaipalilia sana siku ya kuokota. Sijui leo ameokota nini. Alafu naye huyu mwingine naye akaja akautilia msumari kuokota. Sasa huyu kijana wangu ni mzuri, ni mwalimu mzuri tu, wakiwa na mzee mwenzake hapo. Sasa ameharibika. Kwanza hakuwa amejitayarisha. Vile namjua hakuwa amejitayarisha kabisa. 18:1 Luka. Nikuonyeshe kitu mwanangu. Mimi si ndio baba yenu? Nikufundishe kwa uwanja tena uje uko mwalimu mbele yangu, itakuwa shida hii. 18:1 Luka. Inasema kaambia mfano ya kwamba imewapasa kumuomba Mungu siku zote. Ni kuabudu ama kuomba? Kuomba kuna matano. Unaweza kuomba mke, unaweza kuomba chakula, unaweza kuomba mvua. Hata hii mikutano inawekwa na nchi ate kuomba amani inakuwa ni ibada.
Vipi? Inakuwa ni ibada. Maombi ni kitu kingine tofauti na ibada ni kitu tofauti sana. Ibada unazungumza na Mungu peke yake, uchanganyi jirani wala rafiki. Hiyo kwanza nimefuta mwanangu, pole sana. Kisha hatari sana. Akasema kitu kingine ambacho anasahau. Unajua hakuna kitu kibaya kama unakuwa muongo alafu tena unasahau hapo hapo. 31 ni kuonyesha kitu. Alisema ati hapa tumekuja kufundisha. Sikiliza, Mungu hataki. Yeremia 31:31. Inasema angalia, hakuwa amejitayarisha. Angalia, siku zinakuja. Siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya, ndio, na nyumba ya Israeli. Hili agano jipya halina sheria. Ndio maana wanasema wanaishi kwa neema. Halina sheria. Lile lilikuwa na sheria, hili halina. Twende mwanangu. Na nyumba ya Yuda, ndio, si kwa mfano agano lile nililofanya na baba zao. Nani wa Yuda hapa? Wewe msitudanganye. Nani wa Yuda hapa? Kuna mtu hapa baba yake Yuda hapa? Wapi? Kitambulisho yako inaonyesha hapa Kenya. Hebu enda Yerusalemu huko kama una nini, kama utashikwa. Wewe. Twende mwanangu. Si kwa mfano agano lile nilofanya na baba zao. Baba zao ni akina Musa, ndiye waliopewa agano lenye sheria. Katika siku ile niliposhika mkono, ndio, ili kuwatoa katika nchi ya Misri. Safi. Ambalo agano langu hilo walilivunja. Uje waambie watu hao, watoto wacheni kuniharibia. Watoto wadogo wadogo hawa hawana dhambi, mnawaharibu tena mnawapotosha. Uje waambie hilo agano jipya ni gani na lile lililokataliwa ni gani. Ingawa nalikuwa mme kwa, wasema Bwana. Safi. Yani wale walikuwa wabaya paka, yani yeye ni mme wao, lakini walimkatili tu, ambaye wewe pembeni, si tunasonga hivi. Bali agano hili ndilo nitakalofanya na nyumba ya Israeli. Ndio. Baada ya siku zile, asema Bwana. Hilo agano limekaaje? Nitatia sheria yangu ndani yao. Sheria ya Mungu sasa inawekwa ndani ya kifua, si kwa vitabu. Na katika mioyo yao nitaiandika. Na kwa moyo wa kila Mkristo hiyo sheria iandikwe. Wewe mzee, imeandikwa hiyo sheria kwako? Ama unasoma kitabu inakuchokesha bure? Angalia wewe. Twende mwanangu. Nami nitakuwa Mungu wao. Sasa wale walioandikwa sheria ndani ya mioyo yao, Mungu anasema nitakuwa Mungu wao. Wewe umeandikwa. Unachoka na Biblia. Lao umekuja na Biblia ya shule. Watu hawana maana. Watu hatari sana. Twende mwanangu. Nao watakuwa watu wangu. Ndio. Wala hawatamfundisha kila mtu jirani yake. Hawatamfundisha kila mtu jirani yake. Mbona mmekusanyana hapa kuja kufundishana? Hiyo ni moja tena mmevunja. Mmeambiwa hamtafundisha, nyinyi mmeng'ang'ana tu kokoro, peperu, puka, mnafundishana hapa. Wacheni hiyo maneno yenu bwana. Wala hawatamfundisha kila mtu jirani yake. Na kila mtu ndugu yake. Utamfundisha maana imeandikwa. Yaani yeye anatembea nayo. Labda tuseme Waislamu ndio wameandikwa, maana yake Qurani wanayo kwa kifua, wanatembea nayo kuliko hii kitabu. Wewe mtoto wewe, hatari sana. Wewe mtoto, nipo. Akasema haya mawe mazuri. Haya mawe ni mazuri. Na yamewekwa hapa kwa ajili ya hawa. 31:14 kutoka mpaka 15. Kaeni vizuri. Nitawapiga mawe leo hapa. Waanze kujiandaa. Si mmeleta wenyewe mawe hapa? 31. 14 kutoka. Inasema kwenye kuandika. Basi mtaishika hiyo sabato. Mtaishika hiyo sabato. Kwa kuwa ni takatifu kwenu. Twende. Kila mtu atakayetia unajisi. Kila mtu atakayeutia unajisi, hakika yake atauawa. Atauawa. Unajisi hapa ni kutenda kazi. Dakika 5. Nzuri. Kwa kuwa kila mtu afanyaye kazi katika siku hiyo. Kila mtu afanyaye kazi siku hiyo, nafsi hiyo itakataliwa mbali na watu wake. Twende. Kazi itafanywa siku 6. Kazi itafanywa siku 6. Lakini siku ya 7 ni sabato ya kustarehe kabisa. Kustarehe, mnastarehe vipi? Kustarehe ni ibada. Kumchukua mkeo mwende huko Kasarani, ukaangalie mpira, Uhuru Park, sijui City Stadium. Hiyo ndio kustarehe? Ama ununue machungwa na ufanye mchuzi fulani hivyo, mnywe juice. Hiyo ndio kustarehe? Mnakuja kutupigia kelele hapa ati mnastarehe vipi? Ibada ni starehe?
Angalia hao. Haya, kustarehe kabisa. Kabisa tena kabisa. Yaani imeongezwa kabisa. Itategemea wewe unataka kustarehe kivipi. Maana starehe ziko nyingi. Unaweza kaenda hata Mombasa kuogelea. Bwana, starehe ziko namna nyingi shekhi. Inategemea mfumo wa kustarehe. Takatifu kwa Bwana. Ndio. Kila mtu atakayefanya kazi yote katika siku ya Sabato. Kila mtu. Nani si mtu hapa? Mkono juu. Kila mtu, mkono juu. Kumbe hapa tunaongea na manyani. Huyu alituita si nyani ati wapinga Sabato ni nyani yule. Alafu sasa anafanya research. Na hapa kumbe sina watu hapa. Twende mwanangu. Kwa ajili ya inasema, katika siku ya Sabato hakika yake atauawa. Hakika yake atauawa. Mnasemaje? Kama si sheria nchi mimi ningewapiga mawe, maana kitabu kinaniruhusu. Mnasemaje? Mmebeba spika, viti, mmelipa nauri, maji mmechemsha ya kunywa taratibu, na kazi zingine huko nyumbani ndani mmefanya. Ndogo ndogo. Si mmefanya kazi. Nataka kuniambia leo mjaosha vyombo, wamama mjatandika vitanda, ni kazi. Wacheni ujanja. Mnafaa tuwapige mawe. Wewe mtoto. 7:18 Waebrania. Nzuri sana hiyo haya. Kutandika vitanda. Kwani hawajatandika si ni kazi. Lazima ukitayarishe kwa ajili ya mzee. Wewe unakuja utujafanya kazi. Wamefanya. Hao ni waasi. Soma wanangu. 7:18. Hainasema kwenye kuandika. Nini? Maana kuna kubatiliwa ile amri iliyotangulia. Kuna kubatiliwa, kitu kikibatilishwa hakifai tena. Ile amri iliyotangulia. Kwa nini? Kwa sababu ya udhaifu wake. Paulo anasema Taurati yote ilikuwa ni dhaifu. Wewe unakuja unang'ang'ana hapo, unatoka na mishipa, atunayefundisha Taurati ambayo umeiasi. Dakika 2. Nzuri. 5 hata aya moja time 2 3 zimeisha. Sawa bwana. Endelea mwanangu. Inaendelea kusema ile tangulia kwa sababu ya udhaifu wake. Ndio. Na kutofaa kwake. Kwa hiyo Taurati kwa hawa haifai. Ndio maana wakaleta Agano Jipya lisilokuwa na sheria. Kwa hiyo watu wengine wasiotii sheria mnawalaumu bure. 8:13 anzia 12 hapo Waebrania. 8:13 inasema baba. Anzia 12. 12. Kwa sababu nitawasamehe maovu yao. Safi. Na dhambi zao sitazikumbuka tena. Ndio. Kwa kule kusema Agano Jipya. Agano Jipya. Amelifanya lile la kwanza kuwa kuu. Unataka lingine la nini kama lile lingine liko imara? Unataka lingine la nini? Ndio maana jana hapa tulizungumza mambo. Ukiona mke ana mambo hayaendi vizuri, ongeza mwingine. Wala mpandishe mamlaka. Lazima mpandishe mamlaka. Kwa hiyo hili agano kwa sababu halifai, ndio likaletwa lingine. Twende mwanangu. Inaendelea kusema kwa kule kusema Agano Jipya. Amelifanya lile la kwanza kuwa kuu. Lile la kwanza kuwa kuu limezeeka, halina mambo mazuri. Lakini kitu kianzacho kuwa kikuu. Na kuchakaa. Kikaribu na kutoweka. Kwa hiyo Taurati yote ilichakaa tena ikawa haifai. Ndio mkaletewa Agano Jipya lisiokuwa na sheria. Hosea 2:11. Hosea. Poleni sana. Mimi sijawapeleka kanisani. Mlienda wenyewe. Mimi sijabatiza mtu hapa. Njooni msikitini. Ule msikiti hamwezi maliza, hamwezi jaza. 2:11 Hosea inasema baba. Inasemaje? Tena nitakomesha furaha yake yote. Na sikukuu zake. Na siku zake za mwandamo wa mwezi. Na sabato zake. Na makusanyiko yake yote. Kama haya yote yake yaliyoamuriwa. Kwa hiyo wacheni hii mambo ya kukusanyana hapa, mnakuja kutufundisha vitu ambavyo hamna, wakati nyinyi wenyewe mshaasi. Haya, muda huo. Asante mwenyekiti. Haya, utatulia pale. Kama kuna Muislamu ambaye ana swali, Muislamu ambaye ana swali ndani ya mada. Muislamu ambaye aliye na swali ndani ya mada. Mada ni siku sahihi ya ibada. Muislamu yote aliye na swali unakaribishwa uulize swali ndani ya mada. Usije ukauliza vitunguu na sisi hapa tunajadili nyanya.
Uliye na swali basi, kama hakuna mwalimu, utaweza kuinjika swali kwa dakika 2, litajibiwa kwa dakika 5. Oh, shukrani sana. Nipigie 35:2 kitabu cha Kutoka. Alafu tena niandalie kitabu cha Mhubiri 4:10. Alikuwa ameitoa mwalimu hapa. Ngapi mwanangu? Sasa nishafika 35:2 Kutoka. Inasema. Ndio, inasemaje? 35. Shuka chini 35. Ni nzuri. Ndio. Ni nzuri. Yaani hujaitoa kwa uoga. Hiyo maana ndio yenyewe hiyo. Hiyo lazima nimeamua nigonge vizuri. Imebeba vitu vizuri tu. 35:2 inasemaje baba? Fanyeni kazi siku 6. Twende. Lakini siku ya 7 itakuwa siku takatifu kwenu. Ndio. Ni sabato ya kustarehe kabisa. Ndio. Kwa Bwana. Shuka chini. Mtu awaye yote atakayefanya kazi yoyote katika siku hiyo atafanyaje? Atauawa. Shuka chini. Inaendelea inasema. Hamtawasha moto. Hamtawasha nini? Moto. 4:10. Mhubiri. Ndio. Mtaandika mpaka kalamu zitaisha wino hapo. 4:10 Mhubiri, ngoja. Inasemaje baba? Niliona mzee mwenzangu aliitoa jana. Anapenda moto sana. Aliitoa jana. 4:10 kwa maana wakianguka mmoja, ndio wao watamuinua mwenzake. Shuka chini. Lakini ole wake aliye peke yake nini? Aangukapo nini? Wala hana mwingine. Shuka chini. Wa kumuinua tena. Wawili wakifanyaje? Wawili wakilala pamoja wanafanyaje? Hapo watapata moto. Maandiko yamesema katika siku hiyo msiwashe moto. Na mkilala watu wawili, Biblia inasema moto unapatikana na washwa. Nyinyi mliolewa, mnataka kusema hamlalagi pamoja siku hiyo? Ndio swali. Mwalimu wenyewe hii mpya hii. Hii mpya hii. Haya, karibu mwalimu kwa dakika 5. Swali la Suleiman Bakwata. Haya. Wakristo, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza mwalimu wangu ashaelewa sabato ipo. Sawa? Sasa ameingilia kwa bebu gani sahihi ya ibada. Ndio. Na walimu wamefundisha. Sawa mwalimu? Kwa hivyo ungekuja utuambie tu. Hebu nisomee 2:27, kitabu ni cha Marko. 2:27. Wewe ungekuja ulete mada ya sabato. Mambo ya bedroom achana nayo. Na sabato ilitengenezwa kwa ajili ya mwanadamu. Changamka. Wala si mwanadamu kwa ajili ya sabato. Ndio. Na na inasema basi mwana wa Adamu ndiye Bwana wa sabato. Kwa hivyo Biblia inasema Bwana wa sabato ni nani? Yesu. Kwa hivyo ulihitaji kuja utuambie Bwana ya Ijumaa ni nani? Sawa mwalimu? Sababu Bwana pia wa Jumapili yupo. Kweli. Chukua Qur'ani nyingine hii nzuri. Ukurasa 344. 344. Ndio. Inasema mwalimu. Jumapili. Unasoma kitabu gani? Ni Qur'ani. Inasema nini? Jumapili kufanywa sabato ni nini? Ni upagani. Kumbe Jumapili kufanywa ndio sabato ni nini? Ni upagani. Maliza. Kubadilishwa kwa sabato ya Kiyahudi iliamrishwa ndio katika amri kuu, iliyoamrishwa katika amri 10 toka Jumamosi hadi kuitia katika Jumapili ni nini? Pia ni jambo la kipagani. Endelea. Inasema ndio Mfalme Konstantino kabla hajaingia Ukristo ndio alikuwa akimwabudu Apollo, mungu jua. Kumbe tumesema Bwana wa Jumapili ni Konstantino. Ndio. Sawa? Kweli. Bwana wa sabato ni Yesu. Kweli. Bwana wa Ijumaa ni nani? Sijui mnanielewa nyie? Msijifanya msikii. Bwana wa Jumapili tumemwona ni Konstantino. Unaona huyu jamaa
amekuja Yerusalemu. Ametoka Maka. Sasa mwalimu wangu, ndio. Kumbe Bwana wa Ijumaa ndio hatujui. Waislamu wakuja tuambie Bwana wa Ijumaa ni nani? Kwa sababu tumesema Bwana wa Sabato ni Yesu. Bwana wa Jumapili ni Konstantino. Sawa? Kweli. Ukurasa wa 345 nasemaje? Ndio. Amri ya Sabato. Amri ya Sabato iliyoshikwa tangu miaka na miaka. Amri ya Sabato iliyoshikwa tangu miaka na miaka iligeuzwa kwa amri ya makasisi. Ilibadilishwa kwa amri ya makasisi, si Mungu. Na mapadri. Na mapadri. Ajabu ndio hii. Ni hii. Ndio. Ya kwamba hata Yesu hakutoa amri ya kuacha Jumamosi. Ndio. Iliyo ni siku ya Sabato. Na kushika Jumapili badala yake. Bwana Yesu asifiwe. Korani inakufundisha usikii. Kazi yako ni mambo ya bedroom, achana nayo. Wewe aka mambo hapa. Mwalimu wangu, chukua Baruani 16:125. Wewe vipi? Ndio naona amehama marafiki yake, maana amfundisha tabia mbaya. Ameamua kae huko. Usikue rafiki. Hakuna haja ya marafiki. Marafiki kama wale hatari. 16. Mada ni ya hesabu, unaleta jiografia. Wewe vipi? 16:125. 125. Baruani 16 inasema ndio waite 124. 24. Ndio. Maelezo ama aya? Maelezo. Sawa, inasema ndio, wala sio kuitukuza siku ya Ijumaa. Qur'ani inasema wala Waislamu msitukuze siku ya Ijumaa na kuiacha Jumamosi. Kama ilivyo katika Uislamu. Kuwa ni kuhitilafiana ndio na alivyokuwa akifanya Ibrahimu. Maendelea. Kama wanavyodai Mayahudi. Kwani kuharimishwa kuvua na kufanya kazi nyingine siku ya Jumamosi ndio siku ya Sabato. Ati siku ya Jumamosi ndio siku gani? Ya Sabato. Na maambiwa wasitukuze Ijumaa na kuacha nini? Jumamosi. Ni kumaanisha wewe Muislamu, wewe enda Ijumaa msikitini, lakini Jumamosi kuja usoma lesoni. Amina. Wewe vipi? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wewe enda kuja usome lesoni, kwanza ni Exodus. Sasa atoke. Akuje. Sasa mwalimu wangu, kumbe siku ya alafu akasema Mungu alibadilisha. Mungu habadiliki. Sasa watu wakivunja sheria haimaanishi Mungu anakubaliana na wao. 10:64 Qur'ani, soma. 10:64 Qur'ani. 10:64 ndio. Haya, inasema mwalimu 10 mstari wake ni wa 64. Ndio. Inasemaje? Wao wana biashara njema katika maisha ya dunia na katika ahera. Hapana mabadiliko katika maneno ya Mwenyezi Mungu. Hapana mabadiliko katika maneno ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Mungu habadiliki. Wewe utabadilika. Mungu alipeana amri zake. Na hizo amri ni lazima kuweza kufanya nini? Kuzitii. Ubarikiweni. Haya, asante mwalimu. Mwalimu Suleiman. Mambo ya bedroom rudi upate kama umepata jibu. Haya, tunashukuru kwa dakika 5, alafu baadaye tutakuwa na mwalimu Mkristo yote atakuwa na swali, utaweka swali baada ya dakika hizi. Mwalimu. Karibu mwalimu Yusufu kwa dakika hizo 5. Karibu. Hawa hatari sana. Wanamlaumu kijana wangu bure tu, na moto walianzisha wao wenyewe. Si aliandisha moto jana. Ile aya imesema usiwashe moto. Na ndio kijana wangu akasema kuna moto wa aina nyingi tu. Mimi sioni kukosea kwake. Kuna moto wa aina nyingi, kuchemsha maji, kupika ugali na mambo mengine, moto. Ndio yeye akauliza sasa hii siku mnalala mbalimbali. Mbona ameuliza vizuri tu? Mwingine sitting, mwingine kule, maana mkisogeana kutakuwa na moto. Na alikuwa na hoja nzuri tu. Lakini kwa sababu sasa hiyo inakuwa ni ngumu, ndio hatari. Bwana 62:9 Qur'ani. Sisi Waislamu dunia nzima hatuabudu siku, tunamwabudu Mwenyezi Mungu mwenye hizo siku. Ndio maana mpaka leo tunaenda huko mara 5 tunaabudu. Kwa hiyo hii mambo ya kuja kutusomesha hapa, mmeambiwa msomeshane. Na kwa sababu nyinyi vichwa ngumu ndio mmekuja. Ngoja nitakuonyesheni. Soma mwanangu.
Vipi tena na muda ndio anasema Mwenyezi Mungu mtukufu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ndio. Yenyi mlioamini. Ndio. Kukiadhiniwa kwa ajili ya swala siku ya Ijumaa. Mwenyezi Mungu hapa anazungumza na waliomwamini Mwenyezi Mungu na vitabu vyake, sio nyinyi. Nendeni upesi kumtaja Mwenyezi Mungu na acheni biashara. Twende upesi kumtaja Mwenyezi Mungu na tuache biashara. Kufanya hivi ni bora kwenu. Ndio. Ikiwa mnajua hivi basi fanyeni. Kabisa. Na itakapokwisha sala. Itakapokwisha sala, si sala. Kusali ndio nenda kusali. Kwa sababu hawa hawana ibada. Hakuna ibada katika kitabu. Ndio maana leo wamekuja mpaka siku yenyewe hamna. Kwa hii kitabu nyeusi hakuna. Wakaja na hii ya shule. Hii ya wanangu wakifundishwa habari ya masiku. Hii mnasoma kanisani? Wapi? Wewe, tunajua vizuri sana. Hii ni ya hawa. Ndio maana hata mtoto akiambiwa shule anaambiwa ende anunue hii kitabu kwa sababu ya kujifunza hizo mambo. Sio ile nyeusi. Wewe twende mwanangu. Nenda kusema na mkumbukeni Mwenyezi Mungu kwa wingi. Mkumbukeni Mwenyezi Mungu kwa wingi. Ili msipate kufanya mabaya. Kumbe tukishamaliza kusali, hata tukienda katika kazi zetu, basi tunaendelea kumtaja Mwenyezi Mungu ili tusifanye mabaya. Akatoa 16:124 alivyo mjanja. Alafu hapo chini ndio maelezo yake ya habari 1 kwanza. Mazuri. Kachomekea hapo, kakata juu. Mjanja huyu. Kitabu tuandike sisi, tukupe maelezo sisi, alafu wewe uje ujifanye unajua ndani. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Safi. Bismillahir rahmanir rahim. Hakika siku ya Sabato, yani Jumamosi, ndio waliwekewa wale walioختلفiana kwa ajili yake. Walioختلفiana bado ni hawa Mayahudi. Hawa sio wamesema nyinyi Mayahudi. Hawa kuna wa Jumapili, kuna wa Jumamosi, sijui wengine kuna wa Wednesday, wapo hawa. Na hakika Mola wako mlezi bila shaka ndio hata hukumu baina yao siku ya kiyama. Nyinyi mtahukumiwa siku hiyo ya kiyama kwa kubadilika kwenu. Katika yale waliokuwa wakitilafiana. Ndio. Inasema mchuzi wake wanasema. Wala sio kuitukuza siku ya Ijumaa na kuiacha Jumamosi. Ndio. Kama ilivyo katika Uislamu kuwa ni kuhitilafiana alivyokuwa akifanya Ibrahimu. Twende. Kama wanavyodai Mayahudi. Kumbe madai ni ya hawa Mayahudi. Wewe si Myahudi wewe. Huyu ametoka hapa ni Myahudi. Anadai. Ni mtu wa kudai kila siku huyu. Kwani kuharamisha kuvua na kufanya kazi nyingine siku ya Jumamosi. Safi. Ndio siku ya Sabato kwa sababu ya kuitukuza. Haikuwamo katika sheria ya Ibrahimu. Haikuwamo hii Sabato, haikuwemo katika sheria ya Ibrahimu. Nyinyi mlitoa wapi kama Ibrahimu alikuwa hana? Twende mwanangu. Hayo walilazimishwa. Mayahudi tu. Ambao hata hawakuwamo katika sheria, hata hawakuwemo zama za Ibrahimu. Ndio. Najua hivyo. Hawakuitukuza bali baadhi yao waliacha kutukuza huko. Ndio. Na wakaenda kinyume na amri ya Mola wao. Kwa hiyo ile sheria ilikuwa ya Mayahudi tu, haimhusu kila mtu hapa. Wewe mtoto 31 hapo hatutoki. 31. Hatutoki mpaka kieleweke. Unasema 31. Inasemaje? Nitasoma kama ilivyoandikwa baba. Inasema angalia. Siku zinakuja. Zilikuja au bado? Asema Bwana. Nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli. Ndio. Na nyumba ya Yuda. Safi. Si kwa mfano agano lile nililofanya na baba zao. Ndio. Katika siku ile niliposhika mkono. Safi. Ili kuwatoa katika nchi ya Misri. Ndio. Ambalo agano langu hilo walilivunja. Mungu anasema agano lake lilivunjwa. Ingawa nalikuwa mmekuwa wasema Bwana. Twende. Bali agano hili. Alafu huyu anasema ni Konstantino huyu. Ndilo nitakalofanya na nyumba ya Israeli. Baada ya siku zile. Asema Bwana. Ndio. Nitatia sheria ndani yangu. Sheria ndani yao. Ndani yao. Ndio. Na katika mioyo yao nitaiandika. Na mioyoni mwao sheria ya Mungu itaandikwa. Nami nitakuwa Mungu wao. Ndio. Nao wao watakuwa watu wangu. Safi.
wala hawatafundisha kila mtu jirani yake. Huyu ananiambia ati nikiswali Ijumaa, Jumamosi nikuja mafundisho. Na umeambiwa usinifundishe. Wewe vipi? Haya, muda huo mwalimu. Dakika 6. Ndio hizo. Kwa hivyo tunashukuru kwa sehemu hizo mbili. Tukaanza sehemu ya kwanza dakika 15, baadaye 10. Sasa ni swali kwa Wakristo. Sio? Mkristo aliye na swali naomba uje. So njoo mwalimu. Weka swali kwa dakika 2 alafu litajibiwa. Haya. Mwalimu. Msomaji akamsaidia. Haya. Karibu kwa swali. Asante. Mwalimu. Naam. Unajua ndugu zetu wanasema wanaamini Qur'ani sana. Ndio. Sasa kwa sababu kitabu wanachokiamini, naweka swali pale. Ndio. 265 Qur'ani nianzia pale. 265 kitabu ni cha Qur'ani. Naam. Maana ndicho kitabu chao. Na wanakiamini sana. Naam. Ila wakielewi. 265. Naam. Inasema hivi. Inasema. Acha niipate maana wasije wakasema inasema hivi. Naam. Na kwa yakini umekwisha kujua habari za wale walioasi miongoni mwenu katika amri ya kuheshimu Jumamosi. Naam. Basi tukawaambia kuweni manyani wadhalilifu. Naam. Malizia. Kwa hiyo tukaifanya adhabu hiyo kuwa onyo kwa wale waliokuwa katika zama zao. Naam. Na waliokuja nyuma yao. Asante. Yani mwalimu, kuna onyo inapatiwa kwa wale waliokuwa katika zama zao. Na kwa wale wanaokuja nyuma mwalimu. Ambao wakivunja sabato watakuwa manyani. Sasa wale waliokuja nyuma mwalimu 62:3 Qur'ani. Waliokuja nyuma ni akina nani? Waliokuja nyuma ni wakina nani? Kisha niweke swali. Inasema hivi. Naam. Na amemleta kwa wengine miongoni mwao. Qur'ani inasema ya kwamba na amemleta mwingine miongoni mwao walio bado kuungana nao. Ati kuna watu ambao hawajaungana nao. Nao ndio sisi Waislamu tuliokuja nyuma. Yani mwalimu, Waislamu ndio waliokuja wapi? Nyuma. Swali. Ndio. Kama nyinyi Qur'ani iko sawa ya kwamba mlikuja nyuma. Ndio. Je, mnakubali ya kwamba nyinyi ni manyani? Hatari. Haya. Swali hilo kwa dakika 5. Haya. Huyu ni mwasi mwingine, hana swali. Kwa dakika 5. Karibu mwalimu. Soma hiyo 265 Qur'ani. Ni kuonyesha kitu. 265. Anasema Mwenyezi Mungu tukufu baada audhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ndio. Na kwa yakini mmekwisha kujua habari za wale walioasi miongoni mwenu. Wale walioasi miongoni mwenu kwanza umewajua ni akina nani? Ama umekuja tu hapo jinafasi na wewe uonekane leo umeuliza swali. Wewe unaweza kuuliza Yusufu swali? Kweli? Wewe. Na kwa yakini mmekwisha kujua habari za wale walioasi miongoni mwenu. Katika amri ya kuheshimu Jumamosi. Ndio. Basi tukawaambia kuweni manyani wadhalilifu. Kwa hivyo tukaifanya adhabu hiyo kuwa onyo kwa wale waliokuwa katika zama zao na waliokuja nyuma yao. Ndio. Na tukayafanya ni mawaidha kwa mchao Mwenyezi Mungu. Safi. Kwanza hii haya uliikata. Kuna watu wawili wanazungumziwa. Wewe ulikuja lini? Kutoka kwa Wayahudi wewe ulikuja lini? Kuna Myahudi alikuwa Mkristo? Angalia huyu. Na kuna wacha Mungu ndio mawaidha wasije wakafanya upuzi waliofanya wale waliotangulia. Kwa hiyo sasa jibu lake mwanangu haliko kule ulikoenda, mambo ya mtume haiko huko. 763 Barwan. Tukuonyeshe ni nani hao. Angalia huyu. 763. Tuende madrasa miaka 7, 10 tukasome tukutafsirie Qur'ani. Wewe uje usome Qur'ani kwa tafsiri, uje ufundishe Qur'ani hapa wewe. Mimi sijaiona hiyo. Ate mwalimu yeye ndio mwalimu, yeye ndio mwanafunzi, yeye ndio anafanya mtihani, kajipea mtihani akamaki na katangaza nimejua.
Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwigore hamna na mwenye kurehemu. Ulifanya mtihani wapi ukapewa max kwamba umejua Qur'an? Twende wanangu. Na wauliza habari za mji uliokuwa kando ya bahari. Sikiliza, uwaulize mji uliokuwa kando ya bahari. Hapa kuna bahari hapa. Mto huu wa sewage ndio unaoita bahari. Angalia huyu. Hata hajui bahari ni kitu gani. Twende wanangu. Wakivunja sabato. Wale waliovunja sabato walikuwa wanafanya kazi hii. Twende. Jumamosi ya mapumziko. Ndio. Samaki. Walikuwa wakiwajia juu siku ya mapumziko. Wale wanavua samaki hapa mkono juu. Unaona hakuna. Hata wewe mwenyewe uvui samaki. Alafu nini? Wewe mwenyewe uvui samaki. Alafu hii aya inawahusu wavuvi na hao ndio walipewa mtihani na Mungu. Teremka na nini na haya mwanangu. Ana siku zisizokuweza kupumzika. Sasa walivyokuwa wajanja, waliona Jumamosi kuna mtihani, samaki hata wakipigia kelele hawaendi. Wakaona hapa sasa lazima tufanye mbinu. Wakaweka nyavu Jumaa wanaenda kutoa Jumapili. Kwa hiyo Jumamosi nyavu zimefanya kazi. Ndio maana walipinduliwa wakawa manyani. Wale Wayahudi na Wayahudi weusi wengine wako hapa. Ni manyani wengine vile vile. Twende mwanangu. Hakuweza kupumzika wakiwajia. Kwa namna hiyo. Uliwajaribu kwa sababu walikuwa wakifanya upotofu. Walikuwa wanafanya upotofu. Wale Wayahudi walikuwa wanafanya upotofu na hao naye wakaendelea hapo. Inasema maelezo yake. Ndio. Na waulize Mayahudi. Kwa kuyachukia waliyafanya wenzao waliotangulia. Waliotangulia kulikuwa waliotangulia alafu waliokuja nyuma ni Mayahudi. Shaua. Ate swali. Wewe mtoto? Nipo. 7:18. 7:18. Kama wewe ni Myahudi ni miongoni mwao. Na wale mimi napita kwa mbuga za wanyama kila siku nakutana na manyani. Sinawaambia wengine wapiga hata ndizi. Kumbe ni ndugu zao hawa. Inasema maana unakubatilia kwa ile amri iliyotangulia. Safi. Kwa sababu ya udhaifu wake. Ndio. Na kutofaa kwake. Kwa hiyo Taurati Paulo anatuambia haifai, ni dhaifu. Ndio maana sasa ikabadilishwa. Alafu akasema Yesu ni Bwana wa Sabato. Huyu ni muongo. Kwanza alivunja Sabato 2:23. Marko. Ati Bwana wa Sabato. Alipokaa Bwana wa Yahudi akasema mimi Bwana wa Sabato. Yaani ni mjanja kweli. Yesu alikuwa ni mvunjaji aliyebobea wa Sabato. Kavuna shamba la wenyewe bila ruhusa. Inasema ikawa walipokuwa wakipita mashambani siku ya Sabato. Walipita mashambani siku ya Sabato ambayo hutaki kufanya kazi ya aina yote. Wanafunzi wa Yesu walivyo watukutu kama mwalimu wao wakafanyaje? Walianza kuendelea njiani wakivunja masuke. Walianza kuvunja masuke. Mafarisayo wakamwambia tazama wewe Yesu, mbona wanafanya lisilokuwa halali siku ya Sabato? Kala kibano huko chini ndio nasema mimi ni Bwana wa Sabato. Bwana wa Sabato ndio uibe. Haya, muda huo. Muda huo mwalimu Stanley njoo. Sijui ndio umepata jibu ama ndio bado? Leo tu. Haya, karibu mwalimu kwa dakika. Weka mambo vizuri kwa dakika 5. Karibu sana. Wakristo, Bwana Yesu asifiwe. God is good all the time. God is good. Hapo amemalizia, naanzia hapo mwalimu. 2:23 Marko. Kitabu ni cha Marko. Twende. Tumfundishe tu taratibu. Kabisa. Hawa ni future elders. Speaker mwalimu. Hapo amemalizia ndipo naanza. Inasema nini? Mali mwiba umeingilia. Ndipo unatolea hapo. Twende. Ikawa alipokuwa akipita katika mashambani siku ya Sabato, wanafunzi wake walianza kuendelea kinjiani wakivunja masuke. Mafarisayo wakamwambia, tazama, mbona wanafanya lisilokuwa halali siku ya Sabato? Simamia hapo mwalimu. Ndio. Akasema hata Yesu na wanafunzi walifuja nini? Sabato kwa sababu waliingia nini? Shambani. Wakafanya nini? Wakavunja masuke. Hebu tumuelimishe kidogo kwa sababu hajui. Ndio. Nipe Kumbukumbu la Torati. Ndio. 23:25. Hii inasema uingie hapo katika mumeo wa jirani yako.
Uingiapo katika mimea ya jirani yako. Uingiapo kwenye mmea wa jirani yako. Waweza kuyaparura masuke. Waweza kufanya nini? Kuyaparura masuke kwa mkono wako. Ila usisongeze mundu katika mmea wa jirani yako. Sasa mwalimu, kwa hivyo Yesu alikuwa anapita wakaona nini? Masuke. Wakafanya nini? Wakayaparura. Na ilikuwa ni nini? Ni sunna. Ni sunna. Ama ilikuwa ni sheria. Wewe ukipita kwa jirani yako. Ndio. Uone mashuke ufanya nini? Unaparura. Unaparura. Unakunguta. Lakini usibebe. Bora tu usibebe. Sasa mwalimu, kwa hivyo hiyo ilikuwa ni sheria. Ilikuwa inakubalika. Sasa mwalimu. Ndio. Mwalimu. Ndio. Kuna mahali alikosea. Sana. Akasema Ibrahimu hakuwa na sheria. Hapo ndipo alikosea. Hapo siwezi nikamwachia. Sawa mwalimu. Nisomee katika Mwanzo. Ndio. 26. Ndio. Aya yake ya 5 inasema nini? Inasema kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu. Alisikia nini? Sauti yangu. Alisikia sauti ya Mungu. Akahifadhi maagizo yangu na amri zangu. Akahifadhi maagizo ya Mungu na nini? Na amri. Na amri. Na hukumu zangu. Na hukumu za Mungu. Na sheria. Na sheria. Ndio. Za Mungu. Ndio. Ambazo zilikuwa zinasema ikumbuke nini? Siku ya Sabato itakase. Ufanya nini? Uitakase. Uitakase. Sasa mwalimu. Ndio. Mwalimu. Ndio. Kwa sababu hawa wenzangu wamechukua muda hawatatuambia siku yao ya kuabudu ni gani. Hawana. Sasa mwalimu. Ndio. Hebu tuangalie watu ambao wanaabudu siku ya Sabato. Ndio. Mungu amewaachia nini? Nipe Waebrania 4 aya yake ni ya 9. Inasema basi imesalia raha ya Sabato. Imesalia nini? Raha ya Sabato. Kwa watu. Kwa nini? Kwa watu. Kwa nini? Wa Mungu. Watu wa Mungu wainue mkono. Na mimi hapa. Hebu angalia nyuma yako uone kama hawa wainui mkono ni wa nani? Ni wa shetani. Watu wa Mungu wainue mkono tuone ni akina nani? Ndio mimi hapa. Ambao wainui mikono ni wakina nani? Ni wa mjomba. Tunamjua huyo mjomba. Sasa mwalimu. Sana. Kwa sababu tunapumzika hapa Sabato hapa chini. Ndio. Tukienda biguni itakuwaje mwalimu? Ndio. 66:22 Isaya. 66:22 kitabu ni cha Isaya. Twende. Pia box mbinguni. Inasema hivi. Inasema nini? Inasema 66 aya 22. Twende. Inasema kama vile mbingu mpya na nchi mpya. Kama vile mbingu mpya na nchi mpya nitakazozifanya zitakavyokaa mbele zangu, asema Bwana, ndivyo uzao wenu na jina lenu litakavyokaa. Twende. Na itakuwa mwezi mpya. Na itakuwa ni mwezi mpya. Hata mwezi mpya. Hata mwezi mpya. Na Sabato. Nini? Na Sabato. Hata Sabato. Wanadamu wote watakuja mbele zangu kuabudu, asema Bwana. Simamia hapo. Wanadamu wainue mikono juu. Ndio mimi. Kumbe wale ni wale tumesoma katika Qur'ani. Inawezekana ni majini. Ama manyani. Sawa mwalimu. Kwa hivyo wanadamu wa nini? Wote. Rudia tena mwalimu. Inasema nini? Inasema hivi. Na itakuwa Sabato. Itakuwa Sabato. Hata Sabato. Hata Sabato. Wanadamu wote. Wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu. Asema Bwana. Asema Bwana. Kwa hivyo wanadamu wote wataabudu nini? Siku ya Sabato. Siku ya Sabato. Sasa mwalimu. Huko mbinguni. Sasa mwalimu. Ndio. Kama nyinyi hamuabudu Sabato hapa, mbinguni mtaenda kufanya nini? Kama ufanye mazoezi hapa. Lazima ufanye mazoezi. Practice muhimu. Unaona mwalimu? Akasema ati Sabato ni ya Wayahudi. Soma ingia sasa mwalimu. Qur'ani inasema hivi. Inasema nini? Ingawa maneno haya wanaambiwa Mayahudi, lakini inawahusu watu wote kama ilivyo ada ya Qur'ani. Twende. Kwa hivyo Wayahudi wote mwalimu. Ndio. Qur'ani ndio imefanya nini? Akasema Wayahudi. Sasa mwalimu twende katika hiyo Qur'ani mpya hiyo. Inasema hivi. Mtu au watu wowote wacha Mungu wanaitwa nani? Israeli. Wanaitwa nani? Israeli. Kwa hivyo watu wote wanaabudu wanaitwa nani? Israeli. Nyinyi mnaabudu? Swali kwao. Wao wanaabudu ama hawaabudu? Hawaabudu. Kwa hivyo wao ni akina nani?
Ni manyani. Nipe 265 tujue ni akina nani mwalimu, nimalizie. 265. 265. Hatari sana. Nataka kumalizia hapo mwalimu. Inasema hivi. Na kwa yakini umekwisha kujua habari za wale walioasi miongoni mwenu katika amri ya kuheshimu Jumamosi. Kuheshimu nini? Jumamosi. Ambayo ni nini? Ni Sabato. Na basi tukawaambia kuweni manyani wadhalilifu. Kwa hivyo ambao hawabodi siku ya Sabato, mimi sitaki kusema ni akina nani. Sasa mwalimu. Asante. Kwa hivyo tunashukuru mwalimu Stanley kwa dakika 5 hizo nzuri. Tunashukuru. Mungu awabariki sana wapendwa ambao umeweza kujiunga nasi jioni ya leo kwa ajili ya mjadala huu. Na wewe pale unaandika aya za Qur'an, unaandika mafungu ya Biblia na unafanya maamuzi, unasikia ni wapi ndio kweli ulipo. Basi tunashukuru sana. Tunataka tuendelee katika kipindi kinachofuata. Kwa leo tutamalizia pale kwa sehemu hiyo. Get the point. Take a step forward.